mtaa kwa mtaa. Anaitwa Ile Finest. Mavere ni moja ya wasanii upcoming ambao walifanya vizuri kwenye miaka 2009, 2010, 11. Nakumbuka show ya mwisho ilikuwa ni show ya kitaani ambayo ilikuwa ni show ya Toxic Star. Ulifanya vizuri sana pale Ilala kwa Masai. Ulifanya vizuri sana pale kwa Masai. Sasa hivi unavyoongea. Ile umepotea kwa muda mrefu kwenye industry ya muziki wa Bongo Flava. Nini kimya chako? Nini kwa nini umekuwa kimya hivi? Sijawa kimya kwa sababu pia ni majukumu ambayo nje ya muziki. Sasa hivi tunafanya vitu vingine kabisa kuachana muziki pia, lakini nashukuru pia hata matangazo yangu yanaonekana Kariakoo, watu wanaona. Nimekuwa ambassador wa makampuni, nimekuwa manager wa maofisi mengi pia. Kwa hiyo sometime kidogo nimeacha muziki pembeni, nafanya vitu vyangu ambavyo viko nje ya muziki. Lakini sasa ile wewe ni moja ya ndugu zangu ambao wanakumbuka walikuwa wanapambana sana, sababu ulishawahi kufanya kazi na Neo Mitego kama sikosei. Na inaitwa Ujanja wa Town. Na hiyo mimi ni moja ya kazi ambayo nimedispute, nilikusaidia nadhani. Kwa mtaa ilisambaza pia. Ilienda mikoa yote. Nashukuru pia Amri the Business ulisupport sana. Tulikuwa tukiingia kila aina ya basi ya mkoani, lazima tusikilize Ujanja wa Town ambayo nimefanya na mwanangu Neo Mitego na Beka Taito alipiga chorus. Ilikuwa ngoma kubwa sana. Ilisumbua sana, nilipata interview nyingi. Paka hata Klaus marehemu mwenyewe Ruge aliniita kupitia ile ngoma, nikaenda kwenye ofisi yake pale Klaus enzi hizo. Of course ilinipa sana jina. Nashukuru Mungu, nilitembea sana na nilifanya show nyingi, lakini bado nipo, sio kwamba sijamaliza kwa sababu unajua binadamu bwana. Lakini sasa ulitengeneza mashabiki wako kwa kipindi kirefu. Sasa utaamuaje kuacha muziki moja kwa moja? Muziki sijaacha, na ndio maana hata mwaka jana nimerelease ngoma inaitwa ya Kariakoo. Baadaye nikaja nikirelease tena ngoma nyingine juzi hapa inaitwa Tuna Test Mitambo. Nimefanya na G5 na Kabinova. Ilitembea na ndio maana iko YouTube, watu wanaitazama kila siku. Nashukuru bado na subscribe nyingi. Nilikaa na baadhi ya watu, siwezi kuwataja kwa majina, wakaniambia kwamba bwana mdogo wako ile siku hizi kawa chawa. Hilo naliwekaje? Chawa sijajua, kutokana na maisha ambayo tunaishi kijijini, kila mmoja ana tafsiri kivyake. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye na love na kila mtu, na love na wadogo zangu, na love na mabraza, na love na washua. Kwa hiyo unaweza ukashangaa unanikuta niko na mshua, labda kwa sababu kanizidi kipato, unachukulia huyu ile kao chao kwa huyu hapa. Hapana, kwa sababu mimi na gang pia Kariakoo inanitazama, umeona. Kwa hiyo ndio maana unakuta kila mtu ananichukulia tofauti, lakini mimi sio chawa. Mimi ni mtu ambaye nimeanza kufanya hivyo vitu vya kukaa na matajiri, Webaki, akina Baresa enzi hizo, Kariakoo mimi nakaa nao wale mabra. Ni tuseme ni mabraza afu madingi pia. Kwa hivyo vitu mimi sishangae kuitwa chao, wakati mimi hivyo vitu nakaa nao, akina Garibu GSM hao, akina Salama mimi nimekuwa nao Kariakoo. Webaki unaongelea 2000, 2001, 2002 mpaka 2010. Mimi nipo town na survive. Kwa hiyo sishangae mtu kunichukulia kama chao kwa kipindi cha sasa hivi ambako watu wapo kwenye industry ya kuona kila mtu akikaa na tajiri basi amekuwa chawa. Nimepita baadhi ya maeneo Kariakoo, nimeona kuna baadhi ya vijana wameharibika kwa hivi vipombe ambavyo vimetoka kwa sasa hivi. Kule maeneo ya maduka. Una kipi cha kuwaambia vijana wale? Mimi nawasihi tu wadogo zangu wasio na stress, maisha kila kitu kina wakati. Sasa madogo wanapokuwa wanapokuwa hawendi kwenye wakati wao, ndio ile unakuta anamwangalia maisha ya mwenzake. Kama sasa tuangalia Sharo alivyokuwa na maisha, mdogo wangu. Kwa hiyo na madogo nao wanataka kama Sharo. Hamna maisha hivyo, lazima waishi na wakati wao, wavumilie, wapambane, waaso majenzi wale. Wapambane, utafika tu. Iko siku watamiliki magari, manyumba. Mbona Kariakoo tumepokea watu sasa hivi ndio matajiri. Walikuwa hata 10.
Kwa hiyo sishangai, wavumilie tu wadogo zangu, waachane na ma-stress, waachane na mapombe ambayo yanapotezea maisha yao, wasiishi maisha mazuri baadaye. Wavumilie bro. Ile yes, ni baba wa familia. Watoto wangapi? Mimi na watoto sasa hivi 6. Mama mmoja? Wawili, mama mmoja, mwingine mmoja. Kwa hiyo ile ni kiwembe. Sio kiwembe. Unajua katika maisha ya uvulana tuseme, unapokuwa gentleman yoyote, unajua lazima uwe na hivyo vitu. Alafu ukizingatia sasa hivi mahusiano pia imekuwa na changamoto nyingi. Unakuja kumchukua, unajua wewe ndo kidogo atakustahimilia, siku anapata mimba, alafu anakuja anakuacha. Ndio maana siku zote madogo zetu bwana wajifunze sana. Alafu kipindi cha sasa hivi majenzi hawa, yani hamna ambaye ana real love, wote wanatuchezea tu. Ndio maana unajikuta sometimes tunaingia kwenye mkumbo wa watoto wengi. Sio kwamba tunapenda, hatupendi. Tunajua wanawake ndio wanazingua. Na watoto wangu niko nao bwana, usije ukafikiria siko nao na sio kuonekana labda nalelewa watoto na utubaki huko. Kuna my brother anaitwa Kunguru au Juma, ni mmoja matajiri ambao wanakukubali sana. Una kipi cha kumwambia? Bwanangu Kunguru ni tajiri ambaye aliishi maisha mazuri sana na mpaka sasa hivi bado anaishi maisha mazuri. Hiyo nampa respect bwana Kunguru. Amepambana sana mpaka sasa hivi anaishi. Bwana brother yuko fresh sana, yuko peace. Yeye anakupa msaada unachotaka. Yaani chochote unachotaka yeye anakupa. Ni brother ambaye ana maisha mazuri. Kila siku yale ni dafu halina msimu. Alichuji. Limetoka Ilala na sasa hivi liko huko. Ni sehemu gani anakaa sasa hivi? Yombo huko anaukimbiza huko. Noma huyo mchezo huyo. Haya, una kipi cha kuwashauri vijana watafutaji, vijana wapambanaji? Vijana wapambane, waacha shortcut ya maisha. Usione watu tunafika hapa unajua watu tunapambana sana. Ndio. Haya, umeonekana upo kwa Sharobaro wa Instagram hapa Magomeni kanisani. Umekuja kusalimia au umekuja kushop? Hapa ni Madina hapa. Mimi sijaja kushop wala nini, nimekuja kushow love kwa mwanangu. Nimekuja kumtembelea kama hivi sometime jioni ukiwa una mitikasi lazima uje umuone mwanangu tumsalimie bana. Unawaambiaje ambao wanapenda kuvaa vizuri kuhusiana na mavazi ambayo yapo hapo kwa Sharo? Waje hapa, sehemu ni moja tu ambao unaweza kupata vitu vizuri, vitu vikali, vitu quality. Sharobaro wa Easter. Hapo ukosi kitu ukiwa gentleman ambao unapenda kupendeza. Ukosi vitu hapa. Neno la mwisho, Sharo outfit. Hapa Magomeni kanisani. Neno lako la mwisho? Neno langu la mwisho, naupenda sana na Amri the business is better. Daza una heshima yako kubwa sana kwenye industry ya muziki na nawazidi kukuombea Mungu usishuke, uendelee hivi kizazi na kizazi kije kukutegemea. Sharab mtaa kwa mtaa.